unastahili Yesu unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili. Rudia tena maneno haya. Unastahili Yesu, unastahili Yesu kuabudiwa. Hatuna mwingine kama wewe. Unastahili kupewa sifa, unastahili kuinuliwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua. Yale uyatendayo ni makuu mno. Fadhili zako za milele haulinganishwi na chochote. Ndiwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Mungu wetu tunakusifu, Mungu wetu twakuinua. Yale uyatendayo ni makuu mno. Fadhili zako za milele haulinganishwi na. Ndiwe uliye mwanzo, ndiwe uliye mwanzo tena ni mwisho. Unastahili Yesu kuinuliwa, unastahili kuabudiwa. Unastahili Yesu kuabudiwa, unastahili kupewa sifa. Unastahili Yesu kupewa sifa. Abia tena Yesu. Nikiziangalia mbingu, nikazia mikono yako, vinavyoonekana na visivyoonekana. Nani kama wewe? Nani kama wewe Mungu wetu? Haufananishwi na chochote. Ndiwe uliye mwanzo tena. Inua tena sauti yako, mwambie Yesu, unastahili Baba, unastahili Yesu kuabudiwa, unastahili kuinuliwa, unastahili Yesu kuabudiwa, unastahili kupewa sifa, unastahili Yesu kupewa. Umwasimishe Yesu kwa maneno ya kinywa chako. Hakuna mwingine zaidi yako, hakuna mwingine zaidi yako. Wewe ni mfalme mwema, utukufu
na heshima ni vyako Bwana. Utukufu na heshima bila wewe. Mfalme mwema, Mungu mwenye nguvu zote na mamlaka yote, ni wewe Shama, ni wewe Bwana, ni wewe Mungu, ni wewe Bwana, ni wewe Mfalme, ni wewe Mungu aliye hai, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Jehova, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Ninakushukuru Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Wewe ndio Mungu wetu, wewe ndio Baba yetu. Katika majira haya ambayo Mungu umetupa tena, utukufu na heshima upewe wewe. Ufalme wako uje kama vile ulivyotuagiza, ndivyo tunavyopaswa kuishi. Sifa na utukufu upewe wewe. Unastahili Yesu, unastahili Mfalme wa amani, unastahili Bwana mabwana. Korabusi ripotaria yaikana masha raikare posaka koraboshaka. The mighty name of Jesus. Pokea sifa Yesu na utukufu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee sana namshukuru Mungu kwa ajili ya majira haya ambayo Mungu ametukilimia na kutupa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu hii ambayo Mungu ametupa neema kufika mahali hapa. Na majina yangu naitwa Pastor GB, natoka Arusha. Nimeambatana na wenzangu siku ya leo. Niko pamoja na Mwalimu Muta, daktari, lakini niko pamoja na Mwalimu Nyandula, niko pamoja na Pastor Paul Praise, lakini niko pamoja na mtumishi wa Mungu na Nete. Mungu ametupa neema jioni ya leo kwa ajili ya kusema mambo kadha wa kadha juu ya hatima. Tuko tunaendesha semina pale kanisa la KKT Mji Mwema pale Tubuyu, na wengi upenda kusema 88 kama ambavyo imekwisha kutangulia. Tunaendelea pale mpaka siku ya Jumapili. Na kichwa cha somo ambacho tunatembea nacho mahali pale, ifahamu hatima yako ili kurejesha haki zako zilizopotea. Ifahamu hatima yako ili kurejesha haki zako zilizopotea. Watu wengi wamepoteza sifa ya kuishi duniani, na wengi hawajui. Wengi wamepoteza sifa ya kuishi duniani. Kwa nini nasema hivi? Mungu huanza na picha ya hatima. Watu wote ambao unawasoma kwenye maandiko, unawaangalia walifanya mambo makubwa, Mungu alianza na picha. Kwenye kitabu cha Isaya ile sura ya 46 na mstari wa 10 imeandikwa namna hii: nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kumbe Mungu wetu katika kanuni ya ulimwengu wa roho, kabla mtu yoyote hajaanza jambo lolote chini ya jua, huwa anaionyesha picha. Anaonyesha picha ya hatima. Anaonyesha picha ya hatima. Jambo hili ndivyo lilivyo. Hata mzee wetu Ibrahimu alimuonyesha picha. Alimuonyesha picha. Hata kabla ya Yakobo na Esau hawajazaliwa, alionyesha picha. Hata kabla ya Yesu Kristo kuja, alionyesha picha ya kwamba kuna mtu atakuja na jukumu lake litakuwa hili. Kuna mtu mmoja anajiuliza, hatima ni nini? Basi hatima ni picha ya mwisho ya maisha ya mtu. Ukiijua hatima yako, itakusaidia kuliishi kusudi chini ya jua. Jambo hili ni muhimu. Watu wengi hiki ndicho kimewafanya wapoteze sifa ya kuishi duniani. Kwa nini nimesema ukijua hatima yako itakurahisishia kurejesha haki zako? Watu wengi wanapambana leo, wengi wanahangaika, wengi wanapambana na biashara, wengi wanapambana na kazi, lakini haya yote ukiyafanya nje ya hatima hauwezi kufanikiwa. Na ndio maana watu wanalia, watu wanaenda kwenye maombi kila siku, watu wanapambana. Umeomba mwaka jana,
umeomba mwaka juzi, hakuna kinachotokea. Lakini leo nataka nikuonyeshe, ukiijua ya hatima yako itakusaidia kurejesha haki zako. Haleluya, 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 watu wa Morogoro. Na kila ambayo kila mtu lazima ijue picha yake ya hatima yake. Jambo hili ukilijua litakusaidia kuliishi kusudi chini ya jua. Kuna mtu mmoja ananiambia, Pastor, kusudi ni nini? Ni sababu ya mimi kuishi chini ya jua. Kwa nini nipo duniani? Lakini kuna picha ambayo Mungu ameiachilia ambayo inanionyesha mwisho wangu, inaonyesha mimi ni nani huko mwisho. Hivi vitu ni muhimu kuvijua. Mungu huanza na hatima, hatima hukufungulia kusudi la kuishi chini ya jua. Ngoja nikuambie jambo moja la ajabu sana. Ngoja nikuambie jambo moja. Mzee wetu Ibrahim, baba wa imani, aliishi chini ya jua miaka 75. Baada ya miaka 75 ndiyo akaanza kuishi hatima yake. Unaanza kujiuliza, hiyo miaka 75 alikuwa anafanya nini? Unaanza kujiuliza, hiyo miaka 75 nini ambacho alikuwa anafanya? Unaanza kuiona historia yake baada ya miaka 75. Sasa mwaka wa kwanza mpaka tunafika mwaka wa 75, huyo mzee wetu alikuwa anafanya nini? Na hivi ndivyo yalivyo maisha ya watu wengi. Ni kweli wewe ni msomi, lakini ni msomi nje ya hatima. Ni kweli wewe ni daktari, lakini daktari nje ya hatima. Ni kweli wewe ni profesa, lakini profesa nje ya hatima. Ni kweli wewe ni pastor, lakini ni pastor nje ya hatima. Leo ninaongea na watu wote. Ni kiu ya moyo wangu kila mmoja kulijua jambo hili. Hakuna kitu muhimu chini ya jua kama kuiona picha ya hatima yako. Jambo hili ni muhimu. Hebu fikiri, Mungu anatokea kwa mara ya kwanza kwa mzee wetu Ibrahim akiwa na umri wa miaka 75. Hebu mwalimu Nyandula nisomee kitabu cha Mwanzo ile sura ya 12 na mstari wa 4. Mwanzo sura ya 12 na mstari wa 4. Mwanzo 12 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, basi alivyo mwamuru, basi nitarudia. Mwanzo 12 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, basi Abraham akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abraham alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Amen. Amen. Alikuwa na miaka 75. Ndiyo Mungu anakutana naye. Abrahamu anatoka wapi? Harani. Anza kuangalia hii miaka mingine Abraham alikuwa anafanya nini chini ya jua. Hili ni jambo la ajabu sana. Huyo mzee wetu Mungu anakutana naye akiwa na miaka 75. Kuna watu leo wana miaka 30 ya juu ya hatima yake. Kuna watu wana miaka 40 ya juu ya hatima yake. Kuna watu wana miaka 50 ya juu ya hatima yake. Hebu fikiri, mpaka Abrahamu anafikisha miaka 75 ndio Mungu anamtokea kwa mara ya kwanza. Sio jambo dogo, ni jambo gumu kweli kweli. Miaka 75. Kwa hiyo kuna miaka ameishi chini ya jua ya hasara. Amen. Amen. Na ndivyo watu wengi walivyo. Watu wengi wanaishi miaka ya hasara, na hii inakufanya unapoteza sifa ya kuishi duniani. Na kwa nini upoteze sifa wakati Yesu yupo? Ndiyo vile kwenye madhabahu hii usiku wa leo lazima hatima yako irejee. In the mighty name of Jesus. Nami natangaza kama kuhani katika jina la Yesu, hatima ya wewe unayenisikiliza kutoka Morogoro na maeneo mengine yote lazima irejee. Akiwa na miaka 75, anza kuona jambo la ajabu. Mungu ndio anamtokea, ana miaka 75. Miaka 75 ameishi chini ya jua, yuko kwao. Mungu anatokea, alafu anamtoa kwenye mazingira ya kwao. Mungu alipomtoa, jambo la kwanza alifanya nini? Alipomtoa, jambo la kwanza alifanya nini? Hebu angalia pale kitabu cha Mwanzo ile sura ya 15 mstari wa 5 mpaka wa 6. Mungu amemtoa miaka 75. Mungu akamtoa. Alipomtoa alimuonyesha nini? Mwanzo 15 mstari wa 5 mpaka wa 6. Ndiyo. Neno la Mungu linasema, akamleta nje, akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Angalia ile Mwanzo ya kwanza tuliposoma, maandiko yanasema akamtoa Harani akiwa na miaka 75. Mungu alipomtoa, angalia jambo la ajabu. Maandiko yanasema akamtoa nje, akamwonyesha nyota, akamwambia ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Sasa hatima ya Ibrahim ni nini? Kuna mtu anaweza kaniuliza. Kumbe huyu alikuwa ni mbegu ya uzalishaji, uzao wa Mungu. Aliwekwa chini ya jua kama mbegu ya uzalishaji. Lakini anza kuangalia, Mungu amemtokea akiwa na miaka 75. Miaka 75. Amen. Amen. Leo tuna watu wengi wa aina hii,
Ndiyo vile Roho Mtakatifu ametuongoza namna hii. Watu lazima wafunguliwe. Unaweza ukawa unatafuta haki zako nje ya hatima, huwezi kupata. Na hili ni tatizo. Hili ni tatizo kuanzia level ya taifa mpaka level ya familia. Jambo hili limekuwa likitesa. Angalia maandiko yanasema, alafu Mungu alivyokuwa ajabu, maandiko yanasema akamuonyesha nyota, akamwambia ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Ukisoma mstari wa 6, hebu rudia pale mwalimu. Mstari wa 6. Mwanzo wa 15 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Naye alipomuonyesha, hebu angalia hizi hatua. Namba 1 alimtoa akiwa na miaka 75. Namba 2 akamuonyesha picha ya hatima. Manake Abraham alikuwa anajua chini ya jua picha ya hatima ikoje. Ukiijua picha ya hatima inakutengenezea nidhamu. Lakini namba 2 inakutengenezea matumizi sahihi ya muda. Hauwezi kupoteza muda. Leo tuna kizazi ambacho hakina nidhamu namna ya kuishi, kwa sababu hakijawahi, hauelewi kwa nini upo, hauelewi hatima yako chini ya jua. Lakini maandiko nasema alipomwonyesha ile picha akamfanya hilo jambo, akalifanya hilo jambo kuwa haki. Kumbe Mungu akiifungua hatima ya mtu anakupa na hati miliki. Jambo hilo linakuwa la kwako. Mtu mwingine hawezi kuchukua, mtu mwingine hawezi kulipola. Ndiyo vile tunaongea usiku wa leo, lazima hiyo hatima ionekane. Angalia hizi hatua 2. Namba 1 akamtoa, namba 2 akamuonyesha, namba 3 akampa. Haleluya, haleluya. Kama mnanielewa, hii ni saa ya kurejesha hatima zetu. Jamani, tunaelewana? Hii ni saa ya kurejesha hatima. Hatima iliyopindishwa inarejea in the mighty name of Jesus. Mimi ninatangaza kama kuhani katika jina la Yesu. Ninaiamuru ardhi ya Morogoro iachie wa watu ziishi hatima zao. Lakini jambo linaloniuma, hebu angalia miaka 75 ndio Mungu anamtokea kwa mara ya kwanza. Sasa hizi tunayo neema ya Kristo. Wewe unayenisikiliza, yawezekana umekaa miaka 30, yawezekana umekaa miaka 40, yawezekana umekaa miaka 50 na wewe haujui hatima yako. Lakini leo Roho Mtakatifu yuko mahali hapa na nguvu ya ajabu ya Mungu aliye hai, na inyoosha hatima yako katika jina la Yesu Kristo. Hatima ya huyo mama, hatima ya huyo baba lazima inyooke katika jina la Yesu. Nimekuonyesha mzee Ibrahimu wa kwanza. Hebu angalia, muangalie mtu mwingine wa ajabu sana. Huyu alikuwa ni Ibrahimu. Angalia mtu wa pili, ilichukua miaka 65 Henoko kuijua hatima yake. Miaka 65 yuko chini ya jua, anaishi, anatembea. Leo hii naongea mpaka na kanisa. Kuna watu wengine ni viongozi kabisa wa dini, wa madhehebu, lakini mpaka leo haijui hatima yake. Uko pale kwa kiwango cha dhehebu, uko pale kwa kiwango cha dini. Nataka nikwambie unapoteza muda. Lazima uweko kwenye madhabahu kwa kiwango cha hatima. Hii itakufanya uyaishi mapenzi ya Mungu aliye hai. Amen, amen. Na hao watu ndio ambao wanatutesa leo. Ukikutana na mtu ambaye anaishi kwa kiwango cha dini, ukikutana na mtu ambaye anaishi kwa kiwango cha dhehebu, hili ni tatizo. Na mimi natamka katika jina la Yesu Kristo, hatima hata ya pastors, hata ya mitume, hata ya maprofeti ifunguke katika jina la Yesu. Jamani, tunaelewana? Hebu angalia mzee Henoko, miaka 65 kwa mara ya kwanza ndio anakutana na Yesu. Angalia, anakutana na Mungu aliye hai. Angalia kitabu cha Mwanzo ile sura ya 5 mstari wa 21 mpaka wa 23. Nisomee mwalimu. Mwanzo 5 mstari wa 21 mpaka 23. Neno la Mungu linasema, Henoko akaishi miaka 65 akamzaa Methusela. Henoko akaenda pamoja na Mungu. Baada ya kumzaa Methusela miaka 100 akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Baada ya kumzaa Methusela, maandiko yanasema Henoko akatembea na Bwana. Siku alizoishi Henoko chini ya jua ni miaka 365. Miaka 300 ya kutembea na Bwana, miaka 65. Nimuulize mtu, ilikuwa ni ya nini? Ya hasara chini ya jua. Na hii inatupelekea tukoze sifa za kuishi chini ya jua. Na ndio maana watu wanaishi kwa kiwango cha mahangaiko. Na ndio maana watu wako kanisani wanaishi kwa kiwango cha mateso. Na ndio maana kila siku kumekuwa kuna mkimbizano, kuna marathoni za maombi yasiyo na matokeo, kwa sababu tunakilea kizazi kisijua hatima. Leo hii ninatamka in the mighty name of Jesus. Ninapotamka juu ya madhabahu hii, Mungu aliye hai akufungulia hatima yako. Amen. Mtu wa hatima ana nidhamu. Mtu wa hatima ana matumizi sahihi ya muda. Mtu wa hatima hawi na kila mtu. Na mtu wa hatima hawi popote. Leo hii wewe uko popote.
Leo hii wewe unafanya chochote, mtu wa hatima hafanyi chochote. Huwa nasikia matamko haya mengine yanatolewa mpaka kwenye madhabahu ya kwamba nenda ukafanya kazi yoyote. Hilo sio tamko sahihi. Mtu wa hatima atafanya kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Huwezi kufanya chochote. Amen. Amen. Yaani hebu chukulia mzee Ibrahimu alipoiona picha yake, alafu leo unamkuta yuko zake pale sehemu fulani anauza maembe. Hebu fikiri. Mtu wa hatima, kazi yako iko ndani ya hatima. Huwezi kufanya chochote. Ndio maana leo tunazalisha graduate wengi. Tunazalisha vijana wengi wamemaliza chuo, wana degree. Wako huko mtaani, anapambana, anasema sasa okay, basi ngoja nifanye chochote, kwa sababu wamekaa mtaani hakuna. Nataka niseme kama kuhani wa Mungu aliye hai, hawa vijana kama hatima zao zingefunguliwa, angejijua kwa picha ya hatima hii kinachoendelea kiusinge kuwepo. Lazima ingemtengenezea nidhamu, anapaswa kuwa wapi. Tumeelewana watu wa Mungu? Kumbe kuna nyakati za maandalizi. Yaani huyu mtu inabidi akae kwenye maandalizi ili hatima yake ije kutokea. Huyu mtu inabidi akae chini, atulizwe. Sasa ndio maana tuna vijana tumetengeneza, wanaamini kwamba ukitoka tu chuoni lazima ukapate kazi. Kuna nyakati wakati Mungu anawatengeneza magiant, kuna muda wa maandalizi. Amen watu wa Mungu. Mungu wakati anatengeneza magiant kuna muda wa maandalizi. Kuna muda ambao Ibrahimu ilibidi asubiri. Hebu nikwambie kitu. Ilimbidi Ibrahimu asubiri miaka 25 mwalimu. Miaka 25 anasubiri ndio Isaka alikuja kutokea. 25 years. Ilimbidi Isaka asubiri miaka 20. Kwa hiyo kuna muda wa maandalizi. Amen watu wa Mungu. Kwa hiyo kuna mahali Mungu anaweza kukupitisha mahali, alafu kuna muda wa maandalizi, anakutengeneza ili uwe na misuli ya kuja kuishikilia hatima yako baadaye. Wani Mungu anakuandaa kwa kiwango cha maandalizi, ndio anakupa akili ya kuliishi kusudi chini ya jua. Amen watu wa Mungu. Sasa nani anakubali muda wa maandalizi leo? Kila mtu anataka kutoka, kila mtu anataka kutoka. Mimi ninatamka kama kuhani, usitoke kabla ya wakati. Itakumaliza. Usitoke kabla ya wakati. Lazima uelewe. Kwa hiyo muangalie mzee huyu Enoko, 65 years ndio anatoka. 65 years. Anaishi miaka 300. Wanaijumlisha miaka 365. Lakini miaka 300 ndio aliyotembea na Bwana. Haleluya, haleluya. Ndio vile sasa mimi leo, usiku wa leo, natafuta kizazi kitakachotembea na Bwana. Haijalishi miaka ulionayo. Nataka niseme hujachelewa. Narudia tena hujachelewa. Narudia. Korabo shakataya. Ya imandoro sakataya. Unajua nasikia moto wa Mungu mahali hapa. Nasema hujachelewa katika jina la Yesu. Kama ilimgharimu miaka 75 Ibrahimu, ilimgharimu Enoko miaka 65, hata wewe bado hujachelewa. Hata mwalimu Nyandula hujachelewa. Hata mwalimu Muta hujachelewa. Nasema hujachelewa in the mighty name of Jesus. Wewe unayenisikia, Bwana kufungulia macho upate kuiona hatima yako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Hebu tuangalie mtu mmoja anaitwa Mtume Paulo. Mtume Paulo wakati anakutana na Yesu kwa mara ya kwanza, Yesu anasema, Sauli, Sauli, mbona waniuza? Tangu misingi ya dunia inaumbwa, Mungu alimweka Paulo kama mtume wa mataifa. Lakini mtume huyu wa mataifa alipozaliwa akapokelewa na dini, akaishi desturi za dini, akaishi taratibu za dini, hakuishi hatima. Anza kumuona wakati Yesu anamtokea kwa mara ya kwanza, mtu huyu kwa mujibu wa taratibu za Kiyahudi miaka yake ilikuwa kwenye 30 mpaka 35, kwa sababu alikuwa ni kijana. Kwa alikuwa na miaka kama 30 na 35. Anza kuangalia muda ambao ameupoteza ni kama miaka 30 chini ya jua. Lakini kuna kazi alikuwa anafanya, alikuwa chini ya dini. Tunaelewana watu wa Mungu? Chini ya dini, nenda kaangalia. Haiishi hatima yake. Fuatilia, nenda kaangalia. Ndio Yesu anakuja, naona huyu jamaa anatia hasara kwenye ufalme wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo tuna majamaa yanatia hasara. Ndio vile leo kwa mamlaka niliyopewa na Mungu aliye hai, wewe unayetia hasara ufalme, ninakutoa huko uliko katika jina la Yesu. Hebu sema nakutoa kwa jina la Yesu. Nakutoa kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Tunatamka leo katika jina la Yesu. Kwa hiyo anza kumwangalia Mtume Paulo kwa namna ya ajabu sana. Kwa namna ya ajabu sana. Alikuwa kijana miaka 30 mpaka miaka 35. Ndio kijana pale. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 7 mstari wa 58. Matendo ya Mitume ile sura ya 7 mstari wa 58. Matendo ya Mitume sura 7 mstari wa 58. Ndio. Neno la Mungu linasema, wakamtoa nje ya mji. Matendo ya Mitume 7 mstari wa 58. Wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli. Alikuwa kijana.
Amen. Amen. Kwa mujibu wa taratibu zao, huyu kijana tunakadiria miaka 30 mpaka 35. Amen. 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 Lakini anaishi nje ya hatima. Unafikiri tuna vijana wangapi wanaishi nje ya hatima? Ni kweli wewe ni msomi, lakini unaishi nje ya hatima. Leo mpaka tuna watumishi wanaishi nje ya hatima. Ndio maana unaweza ukasema chochote. Mtu wa hatima na nidhamu. Oh, yes. Amen. Amen. Anajua matumizi sahihi ya muda. Amen. Ninapotamka hili natamani kila mtu afunguke. Kinachokutesa wewe, unatafuta haki zako nje ya hatima. Bwana akaifungue hatima yako katika jina la Yesu. Amen. Nimekuonyesha hao watu watatu kwa siku ya leo. Hao watu watatu. Umemwangalia Ibrahimu miaka 75. Umemwangalia Henoko miaka 65. Umemwangalia Mtume Paulo, tunakadiria miaka 30 mpaka 35. Hata wewe bado inawezekana. Ni kiu ya moyo wangu, hatima yako ikifunguka itakutengenezea haki zako kuzipata kwa urahisi. Kuna haki hujazipata leo. Nasema kuna haki unazitafuta nje ya hatima. Utapotea sana. Unapoteza muda sana. Hata ungewekewa mikono na nani, hauwezi kupata. Mungu wetu ni Mungu wa kanuni. Ulimwengu wa leo ni ulimwengu wa kanuni. Na kanuni haiwezi kuvunjika. Wakati Mungu anataka kukuonyesha picha, lazima uione picha. Na hakuna mtu yeyote aliwahi kuja duniani bila Mungu kuonyesha picha ya hatima yake. Nimeelezea, anza kuangalia wakati Mungu anamtaka Samson, alionyesha picha yake, aliwaambia wazazi wake. Anza kuangalia wakati Mungu anamtaka Yohana, alionyesha picha yake, aliwaambia wazazi wake. Anza kuangalia wakati Mungu anazungumza juu ya Jacob, juu ya Esau, alionyesha picha yao. Anza kuangalia Mungu wakati anazungumza juu ya Yesu Kristo, malaika Gabrieli ametokea Mariamu, akampa picha ya huyo mtu anayekuja. Hata wewe iko picha yako katika jina la Yesu Kristo. Hata yule iko picha yake in the mighty name of Jesus. Hiyo picha iliyofutika ninaidai kwa jina la Yesu. Wewe unanisikiliza sasa, umepambana kwa muda mrefu. Hii ni saa yako. Haya ni majira yako. Yuko Mungu aliye hai. Ukiwa kwenye chumba hicho, ukiwa hapo kazini, ukiwa kwenye gari hiyo, ukiwa kwenye gari hiyo, nifuatilize maneno haya. Hebu sema, Mungu wangu, Mungu wangu, usiku wa leo nimetembea kwa muda mrefu nikidai haki zangu nje ya hatima. Nimekuwa mtu wa kawaida. Ni kweli nimesoma, lakini hatima yangu sijawahi kuijua. Ndiyo maana leo wako watu wanatumia akili yangu kwa faida yao. Lakini leo nimeelewa. Asante Roho Mtakatifu, umenifunulia. Hakuna mtu yoyote aliyewahi kuja chini ya jua bila Mungu kuionyesha hatima yake. Kumbe hata mimi hatima yangu iko wazi kabisa. Leo hii Mungu wangu, kumbuka rehema. Ninakuomba ifunue hatima, ionyeshe hatima, ili niliishi kusudi lako chini ya jua. Usiku wa leo ninakataa maisha ya mateso, maisha ya mahangaiko. Nimejaribu sana biashara mbalimbali, kazi mbalimbali, nje ya hatima. Nimeambulia hasara, lakini leo nimeelewa. Ninaomba nifunulie hiyo picha ya hatima, nipate kuona kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nimeelewa. Watu wakuu wote waliona hatima zao. Ibrahimu aliona hatima. Yesu Kristo aliona hatima. Mtume Paulo aliona hatima. Na mimi leo ninaomba nione hatima. Nimekataa haya maisha ya mahangaiko kuanzia leo kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Ninaongea na wewe unayenisikiliza. Mungu ninayemtumikia. In the mighty name of Jesus. Rabo shato robosi. Karabo sato robosi. Ya mama. Nguvu hii kapenye kwenye nyumba hiyo, kwenye gari hilo. Rebo shaka. Horibikando robosi. Raikataria. Mungu riai. Mtu huyu ni mtumishi, lakini haijui hatima yake. Ifunue. Mama huyu anahangaika sokoni. Ifunue hatima yake. Baba huyu anafanya kazi haina thamani.
mshahara naopata umekuwa ni wa kulipa madeni, mfunulie hatima yake. Koraboshakata lebro reposika korabosiki korabashakata ewo sitori Baba, nafsi yangu ya kutamani karabosekotoboshikipa kerebosi nirejeshe furaha ya wokovu Baba, nafsi yangu ya kutamani. Naweza kaimba pamoja nasi maneno haya, nirejeshe furaha ya wokovu Baba, nafsi ya kutamani. Rudia tena maneno haya, nirejeshe Baba yangu, nirejeshe furaha ya wokovu Baba, nafsi ya kutamani. Mwambie Yesu, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu na wewe Yesu, nirejeshe furaha ya wokovu Baba, nafsi yangu. Hatuna mwingine wema wa kutuhurumia, atujua tudhaifu, atujua tudhaifu. Maombi yasikia, maombi yasikia. Yesu kwetu ni rafiki, Yesu kwetu ni rafiki. Mwambiwa achapi, tukiomba kwa Baba, tukiomba kwa Baba, maombi yasikia, maombi yasikia. Na msikilizaji wa Radio Zoe FM, bila shaka utakuwa umepokea kitu kikubwa kabisa, kwa sababu leo hii yawezekana kwamba unahangaika kutafuta majawabu ya mafanikio yako, lakini kumbe jawabu unalitafuta nje ya hatima yako. Hakika ya kwamba ujumbe huu unakugusa mtu mmoja mmoja ambaye majira na wakati huu wa usiku ukisikiliza Radio Zoe FM. Mtumishi wa Mungu kutoka Arusha, Pastor GB, ndiye ambaye ametuletea neno hili kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ifahamu hatima yako ili kurejesha haki zako zilizopotea. Kuna watu wamesikia kabisa awali kwamba hili somo linaendelea ama linafundishwa katika semina kwenye kanisa la KKKT Mji Mwema pale Tubuyu, maarufu wengi wanazoea kusema 88, ambayo inapatikana hapa Morogoro mjini. Labda tunaweza tukapata maelezo ya semina kuhusiana na kile ambacho kinachofanyika pale, na tukaelewa zaidi na tukajifunza zaidi kuhusiana na somo hili ambalo wengi labda pengine amelisikia hapa, lakini anatamani kushiriki pia katika semina hiyo na ili apate kuelewa zaidi.
tumeambiwa kwamba semina inaendelea mpaka siku ya Jumapili. Tupate ufafanuzi kidogo kuhusiana na semina hii inayoendelea. Karibu. Ya, na mshukuru Mungu kwa sababu hii ni package kubwa ambayo iko pale. Tumeanza tangu Jumapili. Yako mambo muhimu ambayo utayafahamu utakapofika pale. Mtu wa hatima anasema ndaijuaje hatima yangu? Utapata kujua kutoka pale. Mtu wa hatima anaishi vipi? Utajua kutoka pale. Yako mambo kadha wa kadha ambayo yameendelea. Na kesho tunaendelea. Kesho kuna package kubwa sana juu ya eneo la hatima. Jambo hili limekuwa kifungo kwa watu wengi. Lakini nimemwona Mungu kwa namna ya ajabu sana, watu wakitoa shuhuda mbalimbali. Namna ambavyo Mungu amekuwa akiwafungua kwenye eneo la hatima. Imekuwa ni ushuhuda mkubwa. Watu wametoka pande mbalimbali. Mungu amepachagua tu pale KKT Mji Mwema kama madhabahu. Lakini watu wanakuja madhehebu mbalimbali. Sio kwamba ni semina ya wa KKT tu peke yake. Hapana. Tuna wa Pentecoste wako pale, mpaka Waislamu wako pale. Wote wanapambana juu ya hatima. Kwa nafikiri ni muda sahihi. Lakini jambo lingine kubwa sana, siku ya Ijumaa tutazungumza juu ya hatima ya taifa letu. Amen, watu wa Mungu. Amen. Na zile baraka tulizoshikamanizo nazo kwenye taifa letu. Kwa hiyo usikose, tutakuwa tuna mshikamano mkubwa, maombi juu ya taifa, lakini tutazungumza hatima. Kumbe kuna hatima ya eneo, alafu kuna hatima ya mtu. Amen. Hilo eneo la kazi ambako unapata shida hapo, kuna hatima yake uijui. Sasa njoo pale Mji Mwema, tunapatikana pale. Lakini siku ya Alhamisi tutakutana na mtu mmoja mmoja kwa ajili ya kukutana nao. Tumepewa bure. Hatujasema pale uje sasa na bahasha na sadaka fulani ili uombewe. Tumepewa bure, tunatoa bure. Kwa hiyo kwa maelezo haya usikose kufika. Ila Ijumaa tutakuwa tuna maombi ya taifa, tutazungumza juu ya hatima ya taifa letu la Tanzania kwa namna ya ajabu sana. Mungu akubariki, usikose mtu wa Mungu. Ni very powerful. God bless you. Bila shaka semina yetu iko na muda mzuri na rafiki kwa kila mkazi wa Morogoro hata na nje ya Morogoro. Tupate kufahamu muda na majira ambayo tutakusanyika wote pamoja pale KKT Mji Mwema. Saa 9 mpaka saa 12 za jioni tunakuwa mahali pale. Usikose. Okay. Na saa 9 mpaka saa 12 za jioni ni kwa siku zote hizi zilizosalia mpaka kufika Jumapili. Ama ratiba Jumapili inakuwaje? Ratiba ya Jumapili kuna ibada mbili. Kuna ibada inaanza saa 12:30 na ibada ya pili inaanza kuanzia saa 3 pale. Lakini jioni kama kawaida tunauasha moto tena saa 9. Amen. Na msikilizaji, kama ulivyosikia, basi njia ya kufika pale kanisani KKT Mji Mwema, chukua usafiri wa gari ambazo zinazoelekea Tungi, kwa maana zile gari za 88 kwa maarufu jina hilo. Ukishachukua hilo gari lako, na mimi kituo ni Kibaoni mbele ya Kibaoni pale pale. Kwa hiyo ukishaona kibao au ashukie kwenye ile jiwe la shule ya sekondari. Kwa hiyo ukishashuka kwenye jiwe la shule ya sekondari pale 88, basi utakuwa umefika. Ni unakaribia na kituo cha Uwanjani, lakini sio kule Uwanjani. Na hata ukishuka Uwanjani bado pia utakuwa maeneo karibu na kanisa. Kwa hiyo kwa wale ambao wanaelekea kule katika semina siku hizi zilizosalia kuanzia saa 9 mpaka saa 10, basi chukua usafiri huo wa gari zinazoenda 88, shuka kituo cha kuelekea shule ya sekondari, basi hapo utakuwa umefika. Na inawezekana kumbe labda uko nje ya Morogoro na kwa siku ni chache kidogo kwako kujiandaa kuja kwa haraka. Kuna namba ya simu ambayo utapata huduma kwa huko ulipo, ambapo ni namba ya simu ya mtumishi wa Mungu Pastor GB, ambayo namba yake ni 0752 0000504. Wala sijakosea, ni 0 ziko 3. Inawezekana kwamba ukajiuliza hapo kwako kwamba hii 0 ziko vipi kakuchanganya. Ni 0752 0 ya kwanza, 0 ya pili, 0 ya tatu, alafu kisha ni 504. 504. Baada ya kipindi hiki unaweza kumpigia mtumishi wa Mungu na ukapata mwongozo zaidi, pengine pia kwamba hata hapa kilichozungumzwa unahitaji kupata maelekezo zaidi kuhusiana na hatima yako. Na kwa wewe ambaye unashindwa kufika kwenye hii semina, basi utapata mwongozo mzuri na ukaipata kuijua hatima yako. Kumbuka Alhamis ni mtu mmoja mmoja, kwa ni vyema
Kwa wale ambao wanasikiliza kipindi sasa hivi na unahitaji kujua hatima yako vizuri, kumbuka hapo mtumishi wa Mungu ataonana na mtu mmoja mmoja. Ni Alhamisi. Ijumaa tunayoenda kuipata hatima ya nchi katika ukubwa wake kabisa. Mimi kushukuru sana kwa muda na wakati huu ambao tumejumuika wote hapa pamoja, na endelea kusikiliza vipindi vizuri vinavyoendelea kutoka hapa Radio Zoe FM. Jina langu ni Francis Simon. Barikiwa.